na kuongeza nguvu katika vipaji vya vijana ili tuweze kuimarika zaidi katika kuisimamia nchi kwenye eneo la sanaa. Hivyo basi, BASATA inatambua TUCTA Awards kama jukwaa muhimu la maendeleo, hasa katika kukuza fikra za kizazi kipya cha wabunifu. Ongeleni sana Gen Z oye! Lakini pia BASATA itaendelea kuweka mazingira rafiki kwa wadau wote wa sanaa kama Grand Company katika maeneo yafuatayo. Moja, tutalinda na kuimarisha haki na maslahi ya wasanii. Jambo hili kwa BASATA ni jambo la msingi sana. Pale BASATA tunao mawakili wanasheria waliobobea 4, na hawa wako pale kutoa huduma zote kuhusiana na maslahi na haki za wasanii bure bila gharama yoyote. Kwa hiyo karibuni sana, watumieni mawakili wa Baraza la Sanaa la Taifa kupeleka mbele ajenda zenu za sanaa. Lakini jambo la pili, tutahakikisha wadau wote wa sanaa wanaosajiliwa na BASATA wanatambulika kisheria kufanya kazi za sanaa ndani na nje ya nchi. Lakini tatu, tutatoa miongozo na kusimamia ubora wa sanaa nchini. Tunao wataalamu wa kutosha kwenye maeneo yote. Pale Baraza la Sanaa la Taifa, watumishi wote ukiondoa chache ni Gen Z kama nyinyi. Kwa hiyo karibuni sana, mtashare na kubadilishana mawazo bila wasiwasi katika fani zote zilizopo katika tasnia ya sanaa. Lakini pia tutapanua wigo wa tafiti, masoko na diplomasia ya kitamaduni. Kwenye eneo hili labda niwakumbushe kidogo, nilisema kwamba nimpongeze Dkt. Mapana ambaye amepewa kwa ndio katibu mkuu, lakini pale Baraza la Sanaa la Taifa mimi majukumu yangu ni mkurugenzi wa ukuzaji na maendeleo ya sanaa. Jina langu hapa limeandikwa Kinyumba. Jina langu ni Edward Elias Buganda, lakini kwa sababu ya sanaa tunaenda sanaa. Tunaanza nyuma tunakwenda mbele, na tunafanya hivi kwa sababu ile saa nene ndio tunataka watu waitabue vizuri, si ndio? Akina Edward wako wengi sana, akina Elias wako wengi sana. Kile kusema Buganda unamtofautisha kama tunautaja mzuka, inakuwa rahisi kutambua. Kwa hiyo naelezea kuhusu ishi ya utafiti na masoko Baraza la Sanaa la Taifa. Kwa hiyo pale katika nafasi yangu mimi ya mkurugenzi wa ukuzaji na maendeleo ya sanaa, chini yangu kuna wakurugenzi wasaidizi 4. Wa kwanza ni mkurugenzi msaidizi sehemu ya muziki, Bwana Kelvin Zanzibar. Simama bwana. Kwa hiyo huyu amepewa dhamana ya nchi kusimamia muziki wa Tanzania. Lakini pia ninaye mkurugenzi msaidizi sanaa za ufundi. Sanaa za ufundi ni eneo ambalo linajumuisha mambo mengi sana.
utanashati, ulimbwende, utongaji, uchoraji, ufinyanzi au mitindo, kila kitu, sonala, vitu vingi viko pale. Lakini mpaka wakati wa majenzi hao architects wanaofanya kazi za jengo wote wako tu, graphic designer, kila kitu. Lakini kwa wengine wengine watatu, yeye yuko kwenye eneo la mkurugenzi msaidizi sanaa za maonesho. So huyu yeye anashughulika na mambo yote ya performance, ngoma, sarakasi, MC wote Tanzania wanafanya kazi chini yake, washirikishaji. Lakini mkurugenzi wa nne, mkurugenzi msaidizi wa nne, huyu yuko kwenye eneo hili la utafiti na masoko. Kwa hiyo hawa ndio wanaosimamia nchi kwenye eneo la sanaa, lakini wakifanya tafiti mbalimbali. Na ndio maana ninaomba nini, ikiwezekana basi mfanye wakala na BASATA ili msaidie kwenye maeneo hayo. Tunaamini mnazo potential za low kuliko potential kwenye maeneo yenu, na sisi tuko tayari, viongozi wako tayari, tutashirikiana nini kwenye kila eneo. Jambo la tatu ni kufungua fursa zaidi kwa vijana kupitia programu ya elimu, mitandao ya kijamii na ubunifu. Huko mitandao ya kijamii, BASATA tunatoa program kwa ajili ya mafunzo hasa kwa vijana, kuona ni kwa jinsi gani mtatumia fursa ya mitandao ya kijamii kutengenezea pesa. Lakini pia kuna kushirikiana kwa karibu na wadau wa sanaa katika kuratibu matukio ya sanaa yanayolenga kukuza na kuendeleza sanaa nchini. Kuna matukio mengi sana. Ninajua jinsi bwana, hotuba kuna wakati zinachosha, lakini nimesikia hotuba nyingi hapa mmefanya zamani. Mwenyekiti tumetoa hotuba, na yule bwana mwingine akatoa hotuba, lakini naelekea mwishoni. Aidha, ni waombe wadau wote kutoka sekta binafsi, vyuo, mko hapo, asasi za kiraia, taasisi mbalimbali, kutambua umuhimu wa uwekezaji katika ubunifu, hasa katika kundi hili la vijana wa kisasa. Kwa hiyo niombe tutumie fursa hii kuwekeza kwenye kundi hili, msione hasara, wekezeni kwenye kundi hili. Naamini matokeo yake yanapatikana baada ya muda mfupi, kwa sababu sekta hii ikitumiwa vizuri itakuza uchumi, itaongeza ajira na wataweza kufanya biashara. BASATA naunga mkono kwa dhati dhamira ya Company Limited ya kuendeleza ubunifu miongoni mwa vijana kupitia sekta, na tunaahidi kutoa ushirikiano wa dhati kwenye maandalizi ya TUCTA 2026. Hii 25, sio? Hii ni 25. Kwa hiyo tunaahidi kutoa ushirikiano wa dhati kipindi cha pili cha TUCTA 2026 katika ushauri na kutoa miongozo mbalimbali kwenye eneo hili la sanaa. Mwisho namaliza kwa niaba ya BASATA ni wapongeze Company Limited, waandaaji wa TUCTA 2025 na wadau wote mlioshiriki katika tukio hili kwa kufanikisha tukio hili, kwani mmelipa hadhi inayostahili kwa kukidhi mahitaji ya vijana wa kisasa. Hongereni sana. Nimalizie tu kusema Mungu ibariki sanaa, Mungu ibariki vijana wa Tanzania, Mungu ibariki nchi yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.